Hello, beautiful people. Welcome to Youth in Action, a show where we celebrate creative and innovative young people who are daring to show up in the world. And today I'm bringing you a creative who has merged acting and comedy. So I'm hoping at the end of the program, at least to go to Mecheka Kidogo. And he's an actor and comedian who says that joking is his habit and his work is no joke. Welcome to the show, John Akara. Thank you. Yes. Actor Walanga. Peke yake hakuna mwingine. Mbona unajiita actor Walanga kwanza? Walanga. Kingia Langa hakuna mwingine, ni mimi peke yangu. Sasa ilibidi ni come up with that name. Ndio hata ukisearch kwa website #actor Walanga ni mimi utapata, si mtu mwingine. Yeah. Okay, hebu tupatie jani kidogo. Ulianza wapi kuwa comedian? Kwa sababu kuna wale wanaanzia pale ukiwa shuleni, mwalimu anasema unakuanga na jokes sana. Hii kitu ilianzia kwa church. Kuna wakati tulikuwa tuna act. Niliact kama mganga kwa church. Sasa hii kitu ilini motivate sana. Ikabidi nikaona mimi am an actor. Hata shuleni nilikuwa nasumbua class, lazima watu wacheke, nikiongea kitu yote lazima watu wacheke. So hii kitu ilini motivate. At the time goes by, sikuwa na pesa. So nikaona acha nitulie mpaka wakati Mungu akinifungulia njia, itabidi ndio niingie kwa ijani. Niingie kwa jani ya acting. Yeah. Sasa wewe kama mwigizaji na pia comedian, kuna ile stand up comedy, lakini kuna wewe unafanya zile za skits, unafanya recording, unaandika script, unatafuta actors, unawaleta pale, mnaweza kufanya watu wacheke. Unaweza ukataka kujiona kama stand up comedian, ama wewe already ushapata kile ambacho unataka kufanya like for the long run? Bado ushapata. But yenye napenda mimi ni skit writing. Na shoot, natafuta watu yangu. Already niko na watu yangu. Na shoot nao. Ikuwe movie, inakuwa a long movie. As an example of Bongo movies. Akina Crown Favor, kama hizo. Hizo ndio mimi wanapenda kufanya. Hizi comedy ni as part time. Yeah. Sasa ile ndio tuweze sisi kuona the end product of your work. Ile sasa tunaenda pale kwenye YouTube, tunapata kuna video pale, it's like 15 minutes ushaiweka pale. Process inakaaje? Unaanzaje kwa script writing hadi upike point benye umemaliza kushoot, kazi iko safi, kazi iko ready, unataka kuipublish sasa? First, you have to sit down, uangalie challenges ya society, uangalie kitu yenye inaweza funza watu kwa society, watoto, watu wazima na vijana pia. Ukishapata kitu yenye unaandika, ucreate title. Ukicreate title, uandike content. Sana kuandika script ni kazi, lakini ni kujitahidi. Naandika script. Nikishamaliza kuandika script, na sasa nitoe copies, nipe characters wangu wasome, ndio tuingie kwa ground. Nipeleke cyber, to type, tufanye photocopying. Hizo nikuwe na copies. Hizo copies nikishapea characters wangu wapitie, tukae chini. Kwenye makosa iko tutoe, kwenye makosa hakuna tuendelee tumalize. Ya pili, tukishamaliza hivyo, lazima tuangalie finance kama kuna pesa. Tukipata pesa, lazima niingie kwa ground, nitafute location. Location ndio muhimu zaidi. Tukishapata location, ndio tuingie kwa ground to shoot, tuache producer kazi yake. Okay. So umesema kuna aspect ya kutafuta finances. Yeah. Changamoto gani iko hapo? Because kama mwigizaji, kama comedian, ama someone who is creating their own content, kuna ile lazima utafute location, lazima actors wako walipe, lazima ulipe wale ambao pia wanakutengenezea hii kazi, kama kina cameraman, kina editors. Unawezaje kupata funding ya ku create content yako? Hii funding, niko na part time job yenye nafanya. In short, mimi ni papa, mimi ni kinyozi. Alafu na deal with electronics. Nalipia electronics zote, hakuna yenye siwezi unda. Naundanga zote. Hapo sasa ndio natoa pesa na fund hii part nyingine. Kama comedian, kuna ile unaona memes zingine, unaenda mahali unafanya joke, alafu watu wamenyamaza tu.
Hakuna mtu ambaye anacheka. Umeijipata ya situation kama hii? Umeng'ang'ana, umepeana joke nyingine kali, ile ulikuwa umestore mahali unasema tu hii nikipata audience nzuri nitatandika hii joke nione venye kutakuwa. Alafu sasa hakuna mtu ambaye anacheka. Umekuwa na hiyo changamoto? Iko. Yeah. Ina happen. Mhm. Nashukuru Mungu mimi itanipata sana. Mhm. Nashukuru. The day it happened ulijihisi aje? Niliona hii kitu yani ili demotivate, nikatoka kwa stage. Baita niliboeka sana, lakini baadaye producer wangu aliniambia hiyo ndio challenges na stahili utie bidii. Kutoka hapo nilitia bidii na mpaka kwenye nimefikia hapa. Nashukuru Mungu. Na venye unasema kama comedy, do people take you seriously out here for zingine? Kwa serious matters ambayo sasa si comedy. Yes. Mimi kwa maisha yangu sina serious matters. All of my life is comedy. Yeah. Sasa umesema serious matters haziko, kila kitu ni comedy. Alafu umesema joking is your habit. It's my habit. You love to make people laugh. Yeah. Okay, interesting. That is really an eye-opening thing also, kuangalia the aspect of you trying to make it hapo kwa comedy and acting ukimadi pamoja. Unawezaje ukasema the importance of to create content yako uweke pale kwenye mitandao ya kijamii, because uko na Facebook pale, uko na TikTok, what's the importance of that kwako kama msanii? Importance, nataka vijana wajifunze na watoto wakiangalia movie zangu wajifunze, ndio wajue kuna changamoto ziko kwa maisha na wajue kila kitu ni kujituma kwa hii maisha. Hakuna kitu inakuwa rahisi. Ni movie gani ambayo umetengeneza unaweza ukasema this is my best work, na kwa nini unaweza isema it's your best work? Movie zangu zote ni best. Hakuna yenye naweza sema si best. Ile moja. Zote ni best. Your first one ilikuwaje? Theme ilikuwa inakaaje? My first one, reason kwa ulitoa hiyo movie ilikuwa kuchezea baba mkwe akili. Hii inatokezea kwa vijana. Unapata unataka kuoa. Familia fulani inaangalia your family status. Unapata unatoka background yenye iko haina dau. So na yule demu mwenye unataka kuoa kwa wamejiweza. Sasa huwezi pata udemu. Sasa nilicreate hiyo challenge kama nilisoma baba mkwe naenda majuu. Kwenda majuu akajua mimi ndaomoka, ndio nikachukua mtoto yake. Kwa kuwa nitaondoka na nitakwenda huko, nafikiria nitahamia huko. Na nitafikiria maisha yangu yote nitapeleka huko. Na itakuwa ni ndoto yangu mimi kwenda kuishi huko. Unasema sasa hivyo ndio ulitengeneza your first film. Hebu tupatie ka joke tusikie. Unataka kucheka kidogo? At least changamke. Ya juzi nilikaa tu hivi nikaona hiyo wahenga walinisoma. Na hii maisha imekuwa ngumu. Nikaamua acha nikimbie kutoka nyumbani mpaka Mboka ndio nikule jasho langu. Maana unajua nilala njaa. Au kukula jasho? Jasho langu haliwezi kuwa. Hao wahenga walinisoma. Wakakusoma sana. Nilala njaa. Okay, sawa. Sasa ukienda pale kwenye mitandao ya kijamii ambapo ni platform ambayo unaweka your content, umepata support from your family, from your friends, ama imekuwaje? My family kitu yenye wanani motivate. Support hakuna, lakini motivation is my support. I like that. Na sasa pale unapata ukitengeneza content, mama, baba, wale familia yako wanaweza kusupport, wanaweza kulike, wanaweza wakashare. Wanafurahia kazi yangu. Wanafurahia kazi yako sana. Okay, sawa. Sasa unaweza ukaambia nini mtu ambaye anataka kuingia into comedy? Anajiangalia hivi anasema sina kamera, sina pesa ya kutafuta location, sina pesa ya kulipa actors. Sijui nianzie wapi. Mimi kitu yenye naweza mwambia, hii kazi ya sanaa si kazi rahisi. Hii siwezi mpea moyo nimwambie ati toka hivi enda ufanye. Si kazi rahisi. Kitu ya kwanza unaweza kuwa uko na ile unajua kuandika script, unajua kuact, lakini una finance. Hii finance lazima utafute ndio ingie kwa ground. Movie kuandika, from the first step, script lazima utoke pesa
ndio upewe hao wengine copy. Second, lazima ulipe producer. Third, location lazima ulipe. Fourth, transport. Kwenye unatoka ukienda mahali fulani lazima ugaramike transport. Na watu wenye umeleta. Fifth, lazima wakule. Nilijua shida yako iliyokuleta hapa. Tangu ulipoanza safari yako kutoka kwako nyumbani. Nilijua, ndio maana nikaondoka ili nikuache utimishe jambo lako. Sasa ni wewe uchague nikufanye nini. Kwa hizi mambo matatu, nikugeuze chura, nikutoe kafara kwa misimu, ama nikufanye karatasi. Unaweza kusema hizo ni baadhi ya changamoto ambayo you are facing kama comedian, Yes. content creator? Mimi sana nakuwa ni script writer, actor and director. Sasa kazi ya director lazima usponsor watu wote. Siwezi kuja nikwambie kuja to act, alafu nikwambie toa pesa yako mfuko. Na hiyo si kitu ulikuwa umejipangia nayo. Sasa unasema funding ndio kitu cha muhimu kabisa. Funding lazima ikuwe muhimu. Ni changamoto sana. Yeah. Na if mtu anaweza taka kusupport hii sanaa yenu ya comedy and acting, unafikiria ni njia gani wanaweza wakasupport nyinyi kama comedians ama actors? At least usikuwa unasema niko na talent lakini sina ile pesa. Unaweza kusemaje? Mtu mwenye anataka kunisupport, kitu ya kwanza akikuja kwangu ajue kazi yangu haistahili post kwa account yake. Ikuwe ni kwa account yangu. Because unapata most of watu wenye wana sponsor, unapata na kusponsor alafu ana manage account yako. Pesa ikitokea anakunyanyasa kipesa. Unapata anachukua 60%, anakupea 40%. Angalia wewe ndio umeandika content. Wewe ndio umeenda kwa ground umeact. Wewe ndio umemarket. Yeye kazi yake ni kumanage hiyo account na kufund. Sasa hapo unaona mimi sana sipendi watu wa kusponsor. Kama kwenye ana sponsor anitafutie connection. Kama niingie kwa TV kama movie yangu yenye nimeandika iko ikiwatchwa na watu wengi. Ni vitu gani unajionea kama actor and comedian? Unajiona wapi in like 5 years? In the next 5 years kuna huyu mtu mwenye anakuanga my mentor. Anajiita Rutaman from TZ. In the next 5 years sasa nikuwe kama yeye. Unaweza yani niseme, do you see your comedy ikifika beyond Kenya, beyond Africa, ifike abroad, ikue pale unaitwa USA unafanya your own script? Yeah. Your filamu zinachezwa pale on Netflix, platforms kama Netflix. Unaweza ukajionea future inakaa hivyo? Yeah. And ni nini na keep going in this journey ya comedy and acting despite hizo challenges zote unapitia? Kitu ya kwanza, my mom pressings from my mom ananiambianga kijana wangu utatoka. Hii kazi yenye unafanya utaenda. Hiyo inanimotivate, na marafiki zangu wananiambia kazi yenye unafanya iko sawa. From my friends, from wale ambao wanakupenda. Yeah. Ukitaka kuambia yule comedian ama msanii ambaye anaanza kwa jani, because already wewe umeifanya for a couple of years, kuna yule ambaye ndiye anataka kuanza sasa hivi, anasikiza alafu anasema by the way hii ni kitu ambayo naweza nikafanya, unaweza kumwambia nini? Kitu ya kwanza, kama hana uwezo mimi naweza mshika mkono ndiye atoke, kwa sababu kila mtu lazima ashikwe mkono ndiye atoke. Mimi mimi sikupata mtu wa kunishika mkono, lakini mimi kitu yenye napenda lazima nishike mwenzangu mkono afanye nini? Atoke. Sasa watu wanaweza wakupata aje? Kunipata on YouTube, nitafuta on Joking is my habit #Actorwalanga. Facebook, Joking is my habit. TikTok, Joking is my habit. Instagram, Jonathanas. Okay, so comedy space, Yeah, for field na creators wengi. Sasa kila mtu anatengeneza content, anataka kuweka kwenye TikTok, Facebook. Kila mtu ni comedian. Wanafanya skits zao. Tumeona kina Flacco, kina Crazy Kena, na kuna watu wengi pia tunaona wanazidi na culture. Yes. Kama mimi. Wewe sasa kama Actorwalanga, kama Jonathanas, ni nini unafanya ndio mtu akiangalia anasema by the way content ya John ni different na ya Kena? Ako authentic na kazi yake.
Sasa yangu nasema yangu from Kenya wengi hawapendi kufanya pongo. Sasa zangu zinakuanga pongo movies, Kiswahili fluent. Sasa unasema wewe difference yako ni ile unafanya zangu ni za pongo movies. Sasa ukiangalia wale audience yako mostly ni watu wa kutoka Tanzania, Coast, ama audience pia ni watu wa Kenya wanapenda tu Kiswahili vile ambavyo unafanya? Inachukua tuseme, nikiangalia kuna Rwanda, kuna Russia, kuna USA, kuna Thailand, nikiangalia alafu Kenya mostly kwa sababu marafiki zangu wengi wanawatch wenye wako Kenya. Bado mimi sijatoka. Yenye wananisupport. Sasa umesema uko na fans hadi kutoka USA. Unawekea subtitles pale ndio waweze kuelewa Kiswahili cha bongo? Yeah, itabidi subtitles inakuanga. Yeah. Okay. Na ukiangalia the aspect of monetization, because wewe unaweka content yako mostly kwa YouTube. Mbona ukachagua YouTube specifically na sio TikTok, Facebook hizi zingine, kufocus kwa hizi platforms zingine pia? First, tuseme TikTok ukikuwa famous, unaweza kuwa famous once na kuanguka unaanguka once bila kujulikana. Lakini YouTube, ukishajulikana YouTube, utajulikana TikTok, Facebook, Instagram na platform zote. Compared to hizi sites zingine, lakini YouTube ina work smart na inalipa poa. So una prefer the monetization ambayo iko kwa YouTube? Yeah. Unafikiria hizi platforms zingine wanafaa kuiga mfano wa YouTube for example, kwa sababu kuna countries ambayo unaweza kuwa content creator, uko na views, unaenda viral, lakini country yenu haijakuwa monetized. Saka TikTok in Kenya haiko monetized. Wangekuwa wamemonetize TikTok in Kenya, wasanii wengi tungeenda huko. Sasa kama msanii lazima uko unaona mazao ya matunda unaekelea pale. We work tuangalie Kenya kinaingia, si Kenya kinatoka. Yenye tutaingiza. Penye umefika sasa, unaweza ukasema sana yako inakuletea something to the table in the aspect of money? Bado sijafika hapo. Lakini nikiangalia in the next 5 years I'll be somewhere. You'll be somewhere. Yeah. Na nini unaona ukifanya ndio ufike place ambayo unafika? Kitu ya kwanza lazima niendelee ku create content zangu isikue kwa wingi. Ndio marafiki zangu, subscribers wangu wasikue dormant. Wasione account yangu imelala alafu watoke. Lazima nifanye kazi. Yeah. Na kazi yangu nataka nikue kazi safi. Yeah. Na kujimarket. Kumarket watu na marketing sana, lakini bado sijafika ile kiwango ya kujimarket vizuri. Yeah. Sasa unatumia tu mtandao ya kijamii na pia word of mouth kuambia marafiki waweze kushare, waweze wakakusupport. Yeah. So unasema hiyo ndio strategy ambayo unatumia kwa sasa kufikisha mahali unataka kufika in 5 years. Yeah. Na huko tutakuwa tunakuona pale kwenye big stages ukifanya stand up comedy, tuone vile ambavyo itakuwa. Nikipata chance nitafanya stand up comedy. Yeah. And also kuna zile platforms kama Churchill Show ambayo inaachia watu wanaweza wakaenda pale wakafanya shows zao. Unaona kama ni kitu ambayo wasanii kama wewe wanapaswa kuwa wanaingia ndani sana, ama unaona kama it's hard mtu afike ile place, umepata ile platform kama Churchill Live? Ndio ufika hapo, kitu ya kwanza lazima ukuwe na connection. Kenya pia connection uendi. Lazima ukuwe na connection. Sana kitu kingine nilikuwa na prefer kama Eldoret Town. Hatuna kitu kama theater kwenye wasanii wote wanakutana. Vile Nairobi unajua CBD kuna theater ya wasanii. Unapata una content creators wamejaa. Kama Eldoret hatuna hiyo kitu. Sasa tukiona government ya Eldoret wakituwekea theater ingekuwa poa sana, tunaweza toka vizuri. Yeah. At least ungekuwa na ile platform tofauti. Na the aspect ya kufundiwa na watu kutoka nje. Mtu anaona maybe mimi si msanii, mimi siko funny, mimi si actor, lakini naweza nikasupport, niseme niweke pesa zangu pale, at least nyinyi mfanye content yenu, mmalize mjipostie. Nikipata chance kama hiyo pia nao nitashukuru Mungu.
Yeah. Okay, final words. Wasanii wenye mko huko nje, jinue na mjue kupiga content. Content sahi kazi safi. Joking is my habit. Tunawaletea the hope in the next episode 1 to episode 12. Mjipange, kazi safi inakuja. Sitalala na mwaka huu lazima tutoke. That has been actor Walanga aka John Athanas akiwa akituelezea njia yake ya sanaa as an actor and as a comedian. This has been Youth in Action. Kama wewe ni msanii pale, kazi ni kujituma. Unajituma tu and then you see where your craft leads you. My name is Cheryl Omondi. Till next time, have a lovely night. Bye bye.